Bakari Nondo Mwamnyeto ameweza kuigharimu timu ya Yanga kwa sababu yeye ameweza kuhusika kwenye magoli matatu yote ambayo Yanga waliweza kufungwa. Goli la kwanza yeye mwenyewe Bakari Nondo Mwamnyeto, mara baada ya cross kuweza kupigwa, Majaro kuweza kumwagwa ndani, basi aliweza kujifunga na Djigui Diarra akachukia na kuweza kutoka nje ya mchezo. Lakini wakati huo huo kwenye goli la pili bwana Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kumchanganya golikipa Hussein Masalanga kwa sababu alijifanya kama anauokoa mpira, lakini akakumbuka ya kwamba mara ya kwanza nilijifunga, ikabidi aweze kuacha ule mpira. Kile kitendo kiliweza kumchanganya Hussein Masalanga kwa sababu kwenye akili ya Hussein Masalanga aliona kabisa huu mpira umeshaweza kuokolewa na Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini kwa bahati mbaya ule mpira uliweza kuzama ndani, kuzama kimiani, na goli la pili kaweza kuingia kwa upande wa timu ya Yanga. Lakini pia ukiangalia kwenye goli la tatu Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kuhusika kwa sababu yeye ni namba 5. Namba 4 ambapo atasogea juu, basi namba 5 anatakiwa abaki chini ili kuweza kuongeza namba ya mabeki endapo ikitokea swala zima la counter attack. Lakini kwa Bakari Nondo Mwamnyeto yeye hakufanya hivyo, na yeye alisogea mbele. Mwisho wa siku Waziri Junior Shaltembo aliweza kufunga goli la tatu. Kiangalia speed ya Waziri haikuwa kubwa sana, lakini kwa kuwa Yanga wao ndio walikuwa wameenda mbele, wamebaki huko huko kwenye uwanja wa Airtel Stadium, wakaweza kupasuka chuma 3 kwa chuma 2, na ikapelekea wao kuweza kupunguza ile gap lao la pointi 5 ambalo wamekuwa wakiliongoza kwa muda mrefu sana na Simba. Kwa sasa endapo kashinda michezo ya Mashujaa, basi wanaweza wakawakuta timu ya Yanga kwa namna moja ama nyingine. Unaweza kusema Bakari Nondo Mwamnyeto ndo chanzo cha matatizo yote haya. Bakari Nondo Mwamnyeto yeye ndio sababu kubwa ya timu yake jana kuweza kupoteza, na mimi ningependa kumshauri Bakari Nondo Mwamnyeto kwamba hawezi kuwaomba msamaha mashabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga kutokana na kile kitu ambacho aliweza kufanya kwenye mechi ya jana, kwa sababu bila yeye Bakari Nondo Mwamnyeto, basi mimi nina uhakika ya kwamba timu ya Yanga angalau ingeweza kupata ushindi kwenye mechi ya jana na ingeendelea kupaa juu kwenda juu na kuongeza gap la pointi. Ukizingatia siku ya leo, basi timu ya Simba ina kibarua kigumu cha kuhakikisha kwamba inacheza na klabu ya Mashujaa ambayo imekuwa ni ngumu sana kuweza kufungika kwenye uwanja wake wa nyumbani. Na kile ambacho amekifanya Bakari Nondo Mwamnyeto kimeweza kuzua mengine makubwa. Kiliweza kumuuzi Djigui Diarra ambaye aliweza kufiki injury, aliweza kuigiza kama ameumia na akaweza kutoka, na mwisho wa siku tuliweza kumuona Hussein Masalanga ameweza kuingia na yeye aliweza kuconcede magoli mawili, na mwisho wa siku tukaweza kuona timu ya Yanga imeweza kuconcede magoli 3 kwa magoli mawili. Na mashabiki wengi walizungumza vitu vingi, hususan mashabiki wa Simba waliweza kusema ya kwamba Diarra aliweza kukimbia mechi, aliweza kujivunja makusudi ili kuogopa aibu ya wao kuweza kufungwa na timu ya Dodoma Jiji, timu ambayo amekuwa akifunga mara zote ambapo wanakuwa wanakutana nayo.